Asante sana Tanzania, yani Tanzamoko, bara na visiwani East Africa kwa ujumla. Na hatimaye basi kwa moyo wangu mkunjufu kabisa, Morani Kidume Jeuri the Scorpion DJ, nikikukaribisha tena katika bonge ya picha kali kinoma noma. Season mpya kabisa hii hapa ya Kihindi ya mwaka huu, mwaka 2024. Baada ya kukupa promo kwa muda mchache sasa, hatimaye kitu hichi hapa kiko tayari. Picha mpya kabisa hii hapa, wanaita Mishri. Picha wanaita Mishri. Kwa nini ni Mishri? Kwa nini imetumika Mishri? Basi ni binti ambaye anazungumziwa hapa, ambaye binti huyu baada ya wazazi wake kupoteza maisha, baba na mama, aliishi na bibi na mama mdogo pamoja na mjomba, lakini mateso ambayo alikuwa akiyapata kutoka kwa mama yake mdogo yalimpa ujasiri na akaamua kufanya maamuzi. Maamuzi gani ambayo alikuwa ameyafanya binti huyu? Sasa twende sambamba katika kichumpa kipya hichi hapa ambacho wanakiita Mishri. Mishri. Japokuwa Wahindi wao wanasema ni Misri. Yani hiyo Mishri hawezi kuitamka vizuri, kwa hiyo wanatamka Misri. Au sio? Lakini picha inaitwa Mishri, au sio? Hebu twende sambamba sasa, nikukaribisha kwa moyo wangu mkunjufu kabisa katika kisa kingine hichi hapa ambacho kinamzungumzia binti ambaye inaitwa Mishri au Misri. Kwa nini ni yeye? Ilikuwaje? Nini kilitokea juu yake? Bwana, bonge ya picha kali kinoma noma, yani wewe mwenyewe utakubali kupitia 0752116567 au 0783032500. Unanipata online, yani popote pale ulipo. Morani Kidume Jeuri, yani baba la baba. Ikiwa tupo ndani ya Singida Tanzania, mtaa Sokoine, kanisa la Sabato kwa mbele tu kidogo. Karibu wasi tukuhudumie popote pale ulipo, pia kwa njia linki au kwa njia Telegram, ni wewe tu utakavyo. Basi twende sambamba sasa, nikukaribishe katika episode ya kwanza kabisa ya kichumpa hichi hapa. Kitu anakiita Mishri au kitamko kisema Misri ni sawa tu. Hebu tuende wa sehemu ya kwanza hii hapa, nikikukaribisha kwa moyo wangu mkunjufu kabisa, baba la baba Morani Kidume Jeuri. Twende ya sehemu ya kwanza, wanaita Mishri au Misri. Basi tunaanzia huko India, katika mji mmoja mkubwa, au sio? Jamani, wanaelekea Zindaban wapande, wanaelekea Zindaban Mandiri. Kulikuwa kuna binti alikuwa hapa, mara akaguswa na mneo na baba yake. Una shida gani? Baba, hauwezi kununulia vitu vya kuchezea? Kwa nini nisikununulie mwanangu Mishiriji? Binti anamuita Mishiriji. Anasema cha thamani ni hilo daftari mwanangu, na hiyo penseli ina miujiza. Akaishika hii penseli akaambia, kwa hiyo hii penseli nikiomba hii penseli niletee mama yangu itaniletea? Ilikuwa ni swali gumu sana. Jamani, wanaelekea Zindaban. Si mzee akapanda kwenye bajaji. Niambia basi baba. Mishiriji akawa anamwambia hivyo baba yake, kama hii penseli nikiomba imlete mama yangu itamleta? Si akatabasamu na kisha hii penseli ni ya kimiujiza, na hii penseli inaweza kukusaidia vitu vingi, ikakupa maisha mazuri ukiitumia hii penseli. Alafu ukiwa unafanya ibada kumuomba Mungu aliyokuwa juu akusaidie kupitia hii penseli, basi penseli itakusaidia na maisha yako yatakuwa mazuri sana, kwa sababu penseli inamsaidia mtu ambaye anataka asome ili baadaye aje kuwa na maisha mazuri. Kwa hiyo katika hii dunia kitu cha thamani nini? Anaambia ni kisomo. Kwa hiyo ukisoma, basi hata Mungu arade atakupa baraka zake. Akamkise na mnaye mwanae anaitwa Mishri. Basi wanakuwa wanaelekea huko Zindaban Mandiri, yeye pamoja na binti yake. Sasa mara bajaji ikawa imekanyaga kajabali fulani, ile penseli sikaanguka. Mishri kabidi aruke kwenye bajaji afuate penseli yake. Mzee kucheki, anaona binti yake. Ambia, wewe driver, simamisha usafiri. Jamani, teremkeni. Teremkeni. Basi watu wakawa wanashuka
ili kumkimbilia Mishri. Mishri maskini akawa analia, ameanguka wakati babake anataka atoke, mara nguo yake ikawa imeng'ang'ania hapo kwenye siti. Jitahidi kuichomoa nguo yake wakati watu wote wameshatoka, wamemfuata Mishri. Maskini mara wezi amini bajaji kalipuka ikasambaratika na baba yake akiwa ndani ya bajaji. Siwezi amini mambo hayo. Asema jamani nini? Cylinder fatuka bhaiya. Hasa mbona tumeshuka tu kwenye bajaji na bajaji imelipuka? Mishri maskini. Ja bacha. Amini. Asema sasa huyu mtoto ndo atakayekuwa ameokoa maisha yetu jamani. Aliposhuka tu yeye kwenye bajaji na sisi tukamfuata yeye, basi maisha yetu ameokoa yeye. Basi wakampongeza Mishri, lakini baba yake ndo hivyo. Baba alipoteza maisha. Siwezi amini mambo hayo. Mishri asema baba baba ndo hivyo. Baba alipoteza maisha. Na sijajua ni nini ambacho kilicho kimesababisha paka hii bajaji ikalipuka tu ghafla. Anakuja kuangalia, maskini asiwezi amini. Anamwona baba yake yule pale ndo hivyo. Mkono baba yake ukiwa umeungua, ina maana baba ndo hivyo. Akataka amfuate baba yake ikabidi hao raia wamkimbilia, wakawa wamemzuia. Mishri maskini hakuamini. Aliita baba ndo hivyo. Baba alipoteza maisha. Aliumia sana kwa sababu huyu ndo wa thamani ambaye alikuwa amebakia naye. Mama alishapoteza maisha. Alilia kwa machungu, alilia kwa maumivu akiita baba. Basi hata hivyo naomba, baada ya miaka 16 kupita, miaka 16 sasa imepita. Leo binti amekuwa tena, amekuwa kigori. Asubuhi na mapema alikuja kufanya ibada katika mto Ganga, na baada ya kufanya ibada basi moja kwa moja akawa amekuja pia na hekaluni kufanya ibada. Huyu hapa ndio Mishri sasa. Amekuwa ni baada ya miaka 16 kupita baada ya baba yake kupoteza maisha. Anasema rade, anamtaja huyo Mungu wa rade. Bwana baada ya hapo sasa anakuja nyumbani. Hii ni picha ya wazazi wake, baba na mama. Baada ya kufanya ibada kwenye picha ya wazazi wake, sasa kucheki mama mdogo wake amelala. Mama mdogo ndio huyo hapa. Mama mdogo ni korofi kweli kweli. Kabla mama mdogo hajaamka, inatakiwa akute kazi zote tayari nimeshafanya. Kama hajafanya kazi itakuwa ni kizaza. Basi bwana, kazi zote za hapa yeye ndo anafanya. Bibie wanamuita Mishri. Yes, bwana. Cheki muda ni saa ngapi? Basi bwana. Kazi zote ndo anazifanya mzee. Wezi amini mambo haya. Binti wanamuita Mishri. Anakamua maziwa. Chap namna hiyo. Mara kapamili kidogo yanguki kashikwa. Aloshika na mtoto. Akamwambia umeona? Akamwambia asante sana. Umeweza kunisaidia Giri. Unajua nini? Anambia nahitaji niende kule kwa kina Anu, kwa sababu unajua Anu leo kuna familia ambayo itakayekuja pale kwa ajili ya kuleta mahusiano ili aolewe. Sasa natamani nifanye kazi zangu haraka haraka. Sasa bado vyombo. Anambia ngoja kwanza nioshe hivi vyombo haraka haraka. Mara anakuja bibi. Anamwambia Mishri, anamwambia unapoteza muda. Si unatakiwa uende kule shuleni. Lakini bibi anambia wewe tulia. Akamwambia bado amelala hajaamka. Kwa hiyo mpaka amke utakuwa tayari umesharudi. Wewe nenda tu. Kirudi utakuja kumaliza kazi zako. Au acha mimi nitakusaidia. Anambia bibi, wewe utawezaje kufanya kazi hizi wakati wewe sasa hivi unatakiwa tupumzike? Cheki muda ni saa ngapi? Anamwona unazidi kupoteza muda, eti ungeenda tu mara moja. Akapiga mahesabu akafikiria. Mishri. Kaona yeye ni kweli. Basi bwana. Sasa unafanyaje? Kaona hivi vyombo. Funike namna hii. Akavichanganya na visafi vilivyokuwa hapo akaviwekea juu. Sasa akachukua begi, amesubiri kwanza. Bibi anampenda kweli kweli. Anaambia ngoja kwanza nikupatie baraka. Bwana akampatia baraka namna hiyo. Akamwambia mimi ninachokihitaji ni wewe uweze kutimiza njozi yako. Anaambia kivyo vyote naamini pia Mungu wa rade yuko pamoja na wewe. Mungu wa rade atafanikisha unachokihitaji ukifanya. Bibi anampenda kweli kweli maskini bibi Mishri. Anaambia fanya haraka.
हुआ बस. Ananiambia sasa usije ukachelewa eti. पहले आ जाना. Ananiambia ukija ukichelewa si unajua kitachokuja kutokea ni nini? मत चमका. Huyu mtoto anamuita Giri. Ananiambia wewe. Ananiambia kwanza napita kwa kina Anu, alafu ndo ninaelekea kule shuleni. Kwa sababu Anu anakwenda kuolewa na mimi nisipoenda kama rafiki yake atajisikia vibaya sana. Ananiambia usijali. Kwa sababu Mungu Rade yuko pamoja na sisi. Nani anapiga kelele? Mama mdogo huyo. Mimi nasikia usingizi bwana. Akajifunika. Nenda. Aswa binti kabidi awaye haraka bibi Mishiri. Huku pande wa pili mzee. Yuko kijana mmoja. Asubuhi na mapema. Ananiambia sema mama mimi nahitaji kwenda. Ananiambia njoo kwanza uchukue baraka kwa Mungu. Wana kijana mwenyewe ni huyu hapa. Haina Samboy. Akamsogelea mama yake namna hiyo. Mama anamwangalia kijana yake. Amwambia aje achukue baraka kwa Mungu. Hofu. Nenda akachukue baraka kwa Mungu. Mera Bhagwan to idhar hai. Anasema Mungu wangu si huyu hapa amesimama mbele yangu. Kwanza akachukua baraka kwa mama yake sasa. Yari bateं करता है ना. Akaambia sasa kiukweli जाती है तुझे. Uko sahihi kabisa. Mimi lakini ni Mungu wako wa duniani. Mama akachukua pilipili. Anambia mama tena. आपको दुनिया पे भरोसा नहीं है. Anambia ujihurumie kwa hali uliokuwa nayo. Gopal pe. Anambia hata Mungu mwenyewe Duty pe laga rakha. apendi eti hichi unachokifanya. Mungu wewe. Mwambie basi mama yangu ajihurumie basi na hali aliyokuwa nayo. Akaanza. Idhar do. Lete. Akatoa zile pilipili mama aliziweka. Sasa akawa anajisikia vibaya huyu mama ana hasma. Asikabidi ampatie kile kifaa ambacho kinamsaidia. Basi bwana mama, vipi? Hapo uko salama? Kama. Niambie sasa mama nini? Wewe mwenyewe unajua kabisa afya yako sio nzuri. Halafu kwa nini sasa? Kila siku nakwambia usio unaweka pilipili kwenye moto. Anambia lakini lazima nifanye hivyo kwa sababu ya ibada mwenyewe nafahamu. Baad mein chala jaऊंगा. Basi mimi kuna sehemu nahitaji kwenda. Lakini itabidi mimi nisiende tu kwa ajili yako. Anambia usijali, mimi niko salama kabisa. Una uhakika? Anambia ndio. Haya okay sawa, sina shida. Akamkisi namna mama yake. Mara simu yake inaita. Asilipoondoka tu mama कृष्ण भगवान Kimona anasema Mungu wa Krishna, naomba umjalie mwanangu Ragavu aweze kumpata mwanamke sahihi, सौभाग्यशाली mwanamke ambaye atakayekuwa mkamwana katika hii familia. Huko upande wa pili Bibi Mishiria kama amekuja sasa nyumbani kwa kina Anu huyu hapa bana. मैं अपने भाग्यशाली Huyu ni mama yake na Anu. मान को छोड़ Na अब मेरे अनु की शादी में कोई Anu anakwenda kuolewa muda sio mrefu. Kwa sasa familia huyo kijana हमारी अनु wamekuja leo hapa nyumbani kwa ajili ya kumuona bibi Anu. अनु दीदी Wakati sasa Mishiri anasema mimi naamini kwa kwamba dada yangu au rafiki yangu kipenzi Anu anakwenda kuianza safari yake ya maisha. Anu akawa ameletwa sasa hawa mama kumtazama अभी को नहीं mwanamke mwana mweusi namna hii. Mishiri akawa amewasikia. अच्छा है ना काजल का पैसा Ananiambia unajua familia yao hawana pesa ya kuweza kumwangalia binti yao. को नजर भी ना Na hawezi kununua hata vipodozi vizuri kwa ajili ya kujiremba. Mishiri मिठाई के साथ साथ akawa anawasikia. जो मानो बहू को Anasema na ndio maana mimi niliamua kumletea vipodozi hivi hapa. Ananiambia hivi vipodozi vitakusaidia kuondoa usi wako. आई हल्दी Kwa sababu स्पेशल वाला लेप बनाया है hakuna vipodozi vizuri ambavyo unavyovitumia wewe. Unatumia tu mafuta kawaida. लाएगी Sasa umemnunulia vipodozi ili aweze kuvitumia kwa ajili ya kuondoa usi. Anu alijisikia vibaya sana. Akamtazama mama yake maskini Mishiriji naye alijisikia vibaya kwa nini anamsema rafiki yake. Sasa akamemlete akachukua. वानु दीदी Amesema safi sana dada Nu. ले ये Anasema wamekuletea yeye. वो क्या है ना Unajua nini? मेरी फ्रेंड है प्रीति Yule rafiki yangu Priti. सिर्फ ज्यादा सावली Ananiambia hata yeye ni mweusi. तो ये लेप हम Kwa hiyo nikimchukulia yeye nikimpelekea si sawa. Ananiambia okay sawa, akachukua ya kwanza. Alafu एक और दे दीजिए niongezee ingine. ना हमारी एक और फ्रेंड है Na rafiki yangu mwingine वो तो प्रीति से भी ज्यादा सावली ananiambia mwenyewe namjua. उसके भी दे दीजिए ना Na wewe nipatie basi moja nimpeleke kwa sababu yeye ni mweusi pia. हम तो हमारे परम मित्र Alafu nimesahau marafiki zangu wote. प्रीति निशा Priti, Nisha, akawataja wote weusi. तो Kwa hiyo kama utanipatia दीजिए ना basi itakuwa ni vizuri niwapelekee. Wewe इतना शाम ananiambia nataka umalize vyote. Hivi ni kwa ajili ya mkamwana wangu tu. मगर हमारे परम मित्र Anasema lakini pia rafiki yangu mwingine pia yuko hivyo. होता Kwani hawezi kutumia vipodozi mlivyokuwa mmeleta? Basi subirini. Ngoja nimlete huyo rafiki yangu mwingine. Wakashindwa kumuelewa. Mishiri akaingia ndani. Anaenda kumleta nani?
Akawa anamwangalia mara. Huwezi amini, akaja na Mungu huyu. Mungu huyu anaitwa Mungu wa Sham Sundar. Mungu mweusi huyu. Akaja naye. हमारे परम Anasema huyu hapa na rafiki yangu. आइए Nipatieni hivyo vipodozi, nimpatie na huyu. पाप चढ़ाओगे क्या Sema unakiri kweli? Huyu si Mungu wa Sham Sundar? हम सुंदर Kumbe unamjua ni Mungu wa Sham Sundar? हम है Ndio jina lake. Sasa kama Mungu wa Sham Sundar yuko hivi mweusi, हमारी kwa nini sasa na nyie का दोस्त mnaanza kumjaji rafiki yangu Anu kwa weusi aliokuwa nao? Ndio namna alivyokuwa amezaliwa. Bwana. Ukaona aibu. Wewe ni mishiri mzee. Anakupa hapo hapo. Basi bwana, mama huyo akacheka. जल्दी से Anambia sasa, jamani, haraka na upesi tufanye maandalizi, process zote kwa ajili ya ndoa. Basi bwana. Huyu mama hakuwa na kipingamizi chochote. Akamtazama Mishiria anampenda kweli kweli Mishiri. Sasa कार्ड से याद आया sema jamani, हमें भी लेना है nitakuwa na mimi niwahi kule, mbona nazidi kupoteza muda. Kaile sasa achukue kapikipiki chake, hawaya haraka haraka huko shuleni. Bwana, sasa ni binti ambaye anaheshima sana, wanamuita bibi Mishiri. Sasa wakati huko upande wa pili, jamaa yako Ragavu akapigiwa simu na binti ambaye anaitwa Vani. Vani akawa anampigia simu Ragavu, lakini Ragavu hapokei simu. तो मुझे पिक Sasa akawa amepokea simu, anaambia hivyo, mbona mpaka sasa hivi haujafika tu? Na unajua kabisa leo ni siku gani? Siku ya muhimu kwa ajili yangu. Asi nakata simu. Akakata simu kweli. Oho, sasa jamaa akaona wao itakuwaje. Huyo Vani ni mpenzi wake, wanapendana sana. Asi wanamshiria kama wamefika hapa shuleni, mzee, wanafunzi walipomwona wakamkimbilia. Wanampenda kweli kweli, kwamba aweze kutoa baraka katika matokeo yao. Asi kila mtu amenyosha karatasi yake, dada na mimi, dada na mimi, dada na mimi. Bwana, twende sambamba. Hiyo ni katika sehemu ya kwanza tu. Wanaita Mishiri na baba la baba kidume jeuri. देवता जी Twende sambamba katika episode ya pili hii hapa, tukapate majibu ya episode ya kwanza. तो हम Binti ambaye anamuita Mishiri akawa amekuja sasa huku shuleni, na moja kwa moja alipofika tu wanafunzi walipomwona wakawa wanamkimbilia. Maana mambo haya. Lakini bibi alimwambia kwa kwamba aweze kuwahi. Anake mama yake mdogo akiamka itakuwa ni shughuli, itakuwa ni balaa. Sijajua kitu gani kinakwenda kujiri katika episode ya pili, ila ungana nami katika episode ya pili hapa tukapata majibu ya episode ya kwanza. Wanaita Mishiri na baba la baba. Tunaunganisha episode ya pili.